katika siku hizi anna kathiran, ya kwamba watu wengi, mimman yansibuna ila alislami, katika wale ambao wanajinasibisha na Uislamu, wengi sana katika hawa ni kina sisi hao tunaojinasibisha na Uislamu. Mara nyingi Uislamu huu unakuwa ni Uislamu wa kurithi, mtu kazaliwa Muislamu na mababu, na inakuwa ni Uislamu wa jina, majina yetu ni majina ya Kiislamu. Kwa hivyo katika sisi tunaojinasibisha na Uislamu, wengi wetu katika siku hizi yataamaduna alkhuruja yawm aljum'a, wanakusudia hasa watu kutoka siku ya Ijumaa ila tanazzuhi, kwenda kufanya matembezi barran au bahran, ikiwa matembezi hayo ni nchi kavu au baharini. Wakati mwingine zinakodiwa boti kwa gharama kubwa, na watu wanaelekea visiwani kwenda kupunga upepo siku za Ijumaa. Hajionei huruma mtu nafsi yake yeye na familia yake, mkewe na wanawe, wote wanaacha fardhu ya Ijumaa, wanakwenda kupunga upepo visiwani. Na pengine huko kwenye kupunga upepo huko, badili ya kwenda Ijumaa kupata thawabu za Ijumaa, watu watapata madhambi, kwa sababu kule watakoga pwani uchi, wanawake na wanaume, na kufanywa mambo kadha kadha, na ulevi pengine utanywewa na hivi na hivi. Hilo ni kosa kubwa sana tunalolifanya Waislamu katika kudharau siku hii kwa kutokuielewa na kuchukulia pengine katika vitabu vya fikhi vilivyoelezwa, labda kuna baadhi akwali zimesemwa kwamba Ijumaa ni sunna tu, au ikachukuliwa Ijumaa ni fardhi kama fardhi kifaya. Wakifanya baadhi ya watu, wengine itakuwa wamenusurika na madhambi. Kwa hakika Ijumaa sio sunna tu, Ijumaa si fardhi kifaya, Ijumaa ni fardhi ainin ala kulli muslimin. Ama kwa mwanamke amevushwa, si lazim kwake. Mtoto mdogo hakubaligh amevushwa, si lazim kwake, anafundishwa tu na kuzowezwa. Aliyemilikiwa mtumwa amevushwa, si lazim kwake. Na vile vile mgonjwa amevushwa, si lazim kwake. Na msafiri amevushwa, si lazim kwake. Waliobaki kwao ni fardhu aini. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, idha nudiya lis-salati, wakati itapolinganiwa swala. Hayo maneno ni ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ni suratul Jumu'ah, ambayo mtume kila siku ya Ijumaa katika sala ya Ijumaa huwa anaitumia sura hiyo raka ya mwanzo mara nyingi kwa lengo maalum. Lengo ni kusugua kila mara kwenye kutu zilizoganda katika nyoyo za Waislamu. Kama watakafilika, basi mtume wa Mungu sauti yake, ulimi wake ni kuitamka sura hiyo kila sala ya Ijumaa, wala hachoki wala hahisi vibaya. Ana lengo maalum, na hafanyi hayo ila ni amri ya Mwenyezi Mungu imemtuma. Hakuwa mtume akibadilisha siku ya Ijumaa sura nyingine mbalimbali. Si kama haifai, inafaa, lakini kuna lengo maalum. Sala ya Ijumaa inadharauliwa, inatolewa sababu mbalimbali, hata watu wanaiacha, na sababu nyingine inakuwa ni matembezi tu basi. Idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi, neno liliokuja kwa Mwenyezi Mungu, fas'au, fanyeni haraka, kimbilieni, manake ila dhikrillahi, kwenye utajo wa Mwenyezi Mungu. Na kaacha Mwenyezi Mungu kutaja sala, anasema kimbilieni ila dhikri, kimbilieni kwenye utajo. Kaona bora atumie neno dhikri, huenda wakashtuka watu. Pengine kusali itakuwa haina uzito, sala ni jambo la kawaida, pengine imeonekana ni kusali tu kama dhuhuri. Itatiwa Ijumaa, badali yake si dhuhuri tu, si kusali tu. Ila dhikri ni utajo wa Mwenyezi Mungu maalum unaotajwa katika siku za Ijumaa. Kuanzia khutba ya Ijumaa ni utajo,
Makumbusho yanayokumbusha khati pale ni utajo, ni dhikri ile. Qur'an inayosoma kwenye khutba ni utajo, ni dhikri. Qur'an inayosoma kwenye sala ni dhikri. Alimradi kitendo kizima cha siku ya Ijumaa kinachofanywa ni dhikri. Hata mawaidha yetu haya ya mkusanyiko wa Islam, hii ni dhikri. Kaambiwa mtu akimbilie kwa maana afike mapema, huenda pakazungumzo kitu chenye manufaa na yeye, na huenda kitu hicho hakipati duniani ovyo ovyo. Fasahau ibara zilizotumika kwenye aya ya fardhu ya Ijumaa ni ibara peke yake ya kutosha. Dalili ya ukinaifu inakinaisha kufahamisha uzito wa amri hii, uzito wa siku hii, uzito wa jambo hili. Fas'au ila dhikrillahi, khalafu sio fas'au ila dhikrillahi tu, wadharu, na muache. Kinachotakiwa kiwachwe ni nini? Albai'a. Bei ni nini? Bei ni uhai wa mtu, bei ni maslahi ya mtu. Kuuza na kununua ndio uhai wa mtu, yeye, mkewe, familia yake, anategemea biashara yake. Na biashara, nusu ya faida, nusu ya pato katika maisha ya binadamu inapatikana katika biashara. Mwenyezi Mungu atakaiwachwe kwa ajili ya dhikrillah. Wadharul bai'a. Kisha aya inamalizia dhalikum khairul lakum, kufanya jambo hilo ndiyo bora kwenu, in kuntum ta'lamuna, ikiwa nyinyi mwalijua jambo lenye faida na nyinyi hapa duniani na akhera vile vile. Kimbilieni, wacheni kila kitu. Kwa hivyo وقد حدث في هذا الأوان, kwa hakika yamezuka katika siku hizi, anna kathiran mimman yansibuna ila alislami, kwamba wengi wanaojinasibishia Uislamu, yaatamiduna au yataammaduna, wanakusudia kabisa alkhuruja, kutoka yaum aljumuati, siku ya Ijumaa, ila tanazzuhi, kwenda kufanya matembezi, barran au bahran, ikiwa nchi kavu au baharini. Hawakuiona siku ya kwenda ila Ijumaa. Wa badalan min an yata'abbadu Allah, na badili ya kwamba wao siku ile ndo siku ya kumwabudu Mwenyezi Mungu sana, siku ya kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi, siku ya kutaka haja zao kwa Mwenyezi Mungu sana siku ile. Badili ya kufanya hivyo, bima warada anhu wa an rasulihi, kwa kutegemea yale mambo ambayo ya maneno yamekuja kutoka kwake Mwenyezi Mungu na kutoka kwenye ulimi wa mtume wake. Fi hadha al-yawm, katika siku hii maneno yametokana na Mwenyezi Mungu, na khalafu kuna maneno yametokana na mtume wake kuhusu siku hii. Wayuhyunahu bisalati, na badili ya kuihuisha siku ile kwa swala, wasadaqati, na kuihuisha siku hii kwa kutoa sadaka sana, wadhikri, na badili ya kuihuisha siku hii kwa kumtaja Mwenyezi Mungu sana, wanahwi dhalika, na mambo mengine mfano wa hayo katika mambo ya kheri. Yartakibuna almunkarat, badili yake wanaparamia na kuyakwea mambo ya chukizayo, mambo ya uovu. Fi hadha al-yawm ash-sharifi, katika siku hii tukufu. Na mambo huwa yamepitana, kosa ni kosa tu, lakini kuna baadhi ya makosa au kuna baadhi ya nyakati, kama utatenda kosa hilo hilo katika nyakati hizo au siku hizo, basi ghadhabu za Mwenyezi Mungu zinakuwa kubwa zaidi. Kosa ni kosa tu lolote, lakini likifanywa pahala maalum au wakati maalum kwenye siku maalum, kwa hakika ghadhabu za Mwenyezi Mungu huwa kubwa zaidi. Ingawa kosa lile lile likifanya pale pengine huwa kidogo kuna uhafifu, basi kosa lifanywalo siku ya Ijumaa dhambi zake zinakuwa marudufu. Si siku iliyoelekea kwa muumini kuidharau na kuanza kumkufuru Mungu na kutenda maasi yote. Siku ile mtu anaichunga, siku ile mtu anajaribu kwa mwisho wa uwezo wake kujifanyia kitambulisho maalum kwamba mimi ni Muislamu,
na alama yangu ya Uislamu, mtizameni siku ya Ijumaa ninavyokuwa. Kama anaishi university mathalan, amechanganyika pale wanafunzi manaswara, mayahudi, wengine mapagani, basi pale kila mwanafunzi atakuwa na identity yake, alama yake pale. Mayahudi na manaswara ikifika Jumapili, alama yao utawaona. Hawana maskhara, wako serious. Kila mmoja asubuhi katakata, kakoga vizuri, kavaya mtungini, huyo anayoyomea katika jumba lake anavyoitakidi mwenyewe ni ibada. Kama anakwenda kulia kule, anatakulia machozi tu, kazi yake kulia tu, iko ibada ya kulia manake. Na wengine hivi na hivi, lakini ikifika siku hiyo huna la kumwambia mtu. Na duniani watu wameadhimisha siku hizo mpaka zimekuwa hakuna ofisi zinazofanywa kazi siku hizo duniani. Hiyo ni kutokana na kuadhimisha siku hizo. Waislamu baadhi tu ya nchi chache tu wameadhimisha Ijumaa, wakaifanya Ijumaa ni siku ya yaumul utla, ni siku ya holiday. Baadhi ya nchi chache sana. Lakini la kusikitisha, kwenye utla hiyo basi baadhi ya Waislamu wanaitumia ndo siku yenyewe ya kustarehe, ndo siku yenyewe ya kwenda visiwani, ndo siku yenyewe ya kwenda pikiniki, na sala ya Ijumaa haimo katika nyoyo za watu, haiwagusi, haiwaathiri. Basi badili ya kuitukuza siku hii kwa kuihuisha kwa swala na sadaka na matendo mbalimbali ya kheri, badili yake yartakibuna almunkarati, wanayatenda kwa nguvu mambo ya uovu, fi hadha alyawm sharifi, katika siku hii tukufu, min aghanin, katika maovu hayo, katika yanikuza hayo, kuanzia nyimbo, ndio siku ya kuimba sana hiyo, wa tarabin, mambo ya tarabu hayo tena, wa khamrin, na mvinyo kutayarishwa kwa ajili ya safari zao watu za matembezi. Lazima kuwe kuna pombe, ndipo watapochangamka, ndipo wengine watapoondosha haya zao katika nyuso. Basi kuna baadhi ya mambo hawezi kuyafanya mpaka ipatikane pombe kidogo imondolee haya mtu usoni, apate kwa mnyama kidogo. Na bila ya pombe hawezi kuwa mnyama, anajistahi kidogo. Kuna watu wanaoonea haya, kuna vituko hawezi kuvifanya mpaka kidogo abadilike kidogo hivi. Wama ila dhalika minal mubiqati, na mengine mengi yaliyofanana na hayo katika mambo ya kumwangamizia mtu amali zake njema. Kama kafanya amali njema, basi siku hii ya leo huwa wiki nzima inaporomoka. Kama kuna swala aliswali mtu wiki nzima, kama kuna funga alifunga mtu wiki nzima, kwa sababu tu ya kuiwacha siku hii, basi Mwenyezi Mungu huwa anazikataa ibada zilizofanywa wiki nzima kwa sababu ya siku hii. Alielewe hilo Muislamu, sio siku ya maskhara. Allati yakhjalu al-insanu min dhikriha, ni kwamba wanayafanya mambo almubiqati, mambo yenye kumwangamizia mtu amali zake. Allati, mambo ambayo yakhjalu al-insanu, huwa anatahayari, anaona haya mwanadamu aliyokamilika kuwa ni mtu timamu, anajua cheo chake ni nani, ana ustaarabu, kalelewa katika malezi mazuri angalau na wazazi wake. Basi binadamu kama huyu huwa anatahayari min dhikriha, kutajwa habari kama hizo, kutajwa maovu kama hayo. Kwa fulani amekwenda shamba siku ya Ijumaa, kachukua wanawake na hivi na hivi, basi kaacha swali Ijumaa, kule kulikuwa na pombe na hivi na hivi. Anatahayari mwanadamu aliyokamilika. Lakini kuna wanadamu wengine ndo atapoona anasifiwa hasa, ule ubinadamu ushafutwa katika nyuso na kwenye nyoyo pamoja, haumo. Grupu hiyo haipigiwi mshangao, kwani Mwenyezi Mungu ameshaitaja, ulaika kal an'ami bal hum adallu. Kikundi hicho ni kama wanyama, au wanyama kidogo wana afadhali, wao wamepotoka zaidi kuliko wanyama. Hataona vibaya kutajiwa hivyo, bali ataona ndo wanasifiwa hasa. Fadlan an irtikabiha,
wachilia mbali tena kutendwa kabisa, kutajwa tu mtu anatahayari kuyasikia, fadlan an irtikabiha, wachilia mbali kuyatenda kabisa. Kuyataja tu pahala mtu kasikia tu basi hawezi kusikia, anaona aibu, anaona fedheha. Qultu, anasema mwenye kitabu hichi cha Al-Qawlul Mubin fi Akhta'il Musallin, mashhur Salmani huyo, anasema nimesema mimi, wa fi ba'dhi albiladi, na kuna baadhi ya miji, shahadtu, nimeshuhudia kwa macho yangu, sikuambiwa na mtu wala sikusoma gazetini wala sikukaa pahala hivi ikawa imeletwa rekodi ya tukio lile katika television ambalo pengine mwaka jana mwaka juzi. Hapana, nimeshuhudia live hivi kwa macho yangu katika baadhi ya miji. Anasema ni kitabu, yani anna kathiran min ar-rijali, wengi katika wanaume ambao kwao ni wajibu Ijumaa, yatakhallafuna an salati al-jum'a, basi wanakaa nyuma, wanaacha kusali Ijumaa, idha kana indahum ursun, inapokuwa kwao sasa kuna harusi, bihujjati al-inshighali, na hoja yao wanayo, wanasema siku ya leo hii sio siku kuna usali Ijumaa hii, kwa hoja ya kushughulika na mshughuliko wa harusi. Na manazili ikishasema ndio ishasema, madhali Ramli imesema harusi hii kwa nyota zao hawa zilivyo iolewe saa kadhaa, na pengine saa hiyo ni saa ya mtu kuweko msikitini anasikiliza khutba, itabidi Ijumaa wachile mbali, itabidi amri ya Mwenyezi Mungu pale aambiwe Mwenyezi Mungu kwa hapa Mwenyezi Mungu, kwa hapa Mwenyezi Mungu tutasameheana hakadha. Hiyo ndiyo maana yake, tutakutii katika yote lakini kwa hili tutusamehe, wakati hiyo ndoa yenyewe ni yake Mwenyezi Mungu. Hilo jambo kaliamrisha yeye Mwenyezi Mungu, neema hiyo Mwenyezi Mungu kaumba yeye. Anataja katika baadhi ya neema zake kubwa, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Anataja kwamba hiyo ni katika neema kubwa, basi anaachiliwa mbali Mwenyezi Mungu mwenye amri ya kuamrisha waumini kwenda Ijumaa kwa ajili ya harusi. Harusi zinapangwa na manazili, Ramli zinaamua katika nyakati za watu kukaa msikitini kusikiza khutba na kusali. Kuna baadhi ya harusi zinafanya wakati hizo kwa sababu ya ukorofi wa Ramli, na ilivyoamua Ramli ndio hivyo hivyo, watu wale kinyume nayo. Hawatasema kwamba Ramli gani saa hizi, basi siku ya leo basi bora tuakhirishe tufanye wakati mwingine bora. Basi anasema fi baadhi albiladi, kuna baadhi ya miji, shahadtu, imeshuhudia kwa macho yangu, yani anna kathira min ar-rijali, wengi katika wanaume, yatakhallafuna an salati al-jum'a, wanaacha kusali Ijumaa, idha kana indahum ursun, itapokuwa kwao kuna harusi, bihujjati al-inshighali, kwa hoja ya kushughulika mshughuliko mkubwa, bi'idadi al-walima, kwa matayarisho ya karamu. Bwana mimi ndo unaniona niko jikoni hapa, nitaondoka vipi hapa mimi hapa, nikiondoka mtaharibika. Na kwenda kusali Ijumaa ni wakati mdogo sana, mdogo sana. Mwenyezi Mungu amesema fa idha qudhiyatis salatu, itapomalizwa sala, kwa sababu ni mdogo sana, mdogo tu. Atashindwa mu'min mwenye imani kamili, anampenda Mwenyezi Mungu, atashindwa mu'min kuacha mambo yake ya kidunia kwa ajili ya jambo kubwa zaidi la Mwenyezi Mungu kwa muda mfupi tu. Wenzetu Mayahudi wamepewa siku nzima ya Sabato, siku Jumamosi, siku nzima, hakuna ruksa ya kufanya jambo la kidunia siku ile, watu wakaikitako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Sisi umma wetu, kwa kuonekana uhafifu wake, kwa kuonekana udhaifu wake, umepewa nyakati ndogo chache sana. Mwenyezi Mungu anasema fa idha qudhiyatis salatu, itakapomalizwa swala, basi sio tena mtakaa kuanzia hapo mchana mpaka usiku labda, hapana. Na Mwenyezi Mungu angetaka angetia amri hiyo, sijui ingekuwaje, sijui. Muda mdogo tu umeshinda. Sijui kama ingeliambiwa tukaiketako kuanzia saa hizi mpaka magharibi jua lizame, tusiondoke hapa. Kama vile watu wameingia Arafati kwa mfano, ingekuwa vile kwa siku moja tu katika wiki,
Singelikuwaje? Singepatikana ndudu ya mtu katika msikiti illa qalilan, labda wachache sana. Fa idha qudiyatis salatu, Mwenyezi Mungu anasema basi nakutambueni waja wangu udhaifu wenu ulivyo, fantashiru fil ardi. Haya sasa ruksa, tapanyikeni katika ardhi, kila mmoja na lake sasa takafanya. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi, na mwende mkatafute fadhila za Mwenyezi Mungu za riziki, kila mmoja aende kazini kwake. Lakini wadhkurullaha kathiran, msimkasahau lengo, muwe mnamtaja Mwenyezi Mungu sana, mnamkumbuka Mwenyezi Mungu sana, la'allakum tuflihun, ili kwa kufanya hivyo ndo mtapata kufanikiwa katika haja zenu zote mzonazo za kidini, za kidunia na akhira, zimo katika mafanikio ya dhikri ya Mwenyezi Mungu, hususan siku ya Ijumaa. Wadhkurullaha kathira, laiti kama tunatanabahi haya maombi yetu yote tunaoleteana hapa, haya dua niombeeni nifanyeni hivi, laiti kama mtu angekuwa ameweka kwenye akili yake kwamba leo ni siku gani, leo ndo nini, leo leo ndo siku yenyewe leo. Laiti kama angekuwa mtu anafahamu siku ya Ijumaa ilivyo na Muislamu anatakiwa awe vipi, kama atajikusanya tokea alfajiri ya leo, ulimi wake hauna ukame, umerutubika, akiacha Qur'ani ana la ilaha illa Allah, akiacha Qur'ani ana subhanallah, akiacha Qur'ani ana alhamdulillah. Laiti kama angefahamu hivyo mtu, huku anafanya kazi zake na huku dhikri inamtoka, akichoka yeye basi kama Mwenyezi Mungu amemruzuku kijiredio pale, case radio cassette, basi anaweka, alimradi masikio yake yawe hayana ukame vile vile. Kama si Qur'ani hiyo, kuna waadhi watolewa hapo, alimradi kwa siku ile, angalau kwa siku ile masikio, ulimi, hiyo vitu hivi vimeshughulika na jambo moja tu. Hii aya inamalizia la'allakum tuflihuna, ili kwa kufanya hivyo mpate kufanikiwa. Mafanikio hayo ni kwa ajili ya dunia, akhira na dini vile vile. Lakini tumeghafilika kughafilika kikubwa. Kama mtu atakuwa hodari sana kwa kablia na baadia ya siku za kawaida, adhuhuri hazimponyoki, siku ya Ijumaa kwa bahati mbaya, siku ya Ijumaa imepata bahati mbaya sana. Si aghlabu mtu kuchunga ile baadia akawa nayo. Kablia ndiyo hakuna, kuna tahiyatul masjid ndiyo barabara, lakini sasa baadia si mara nyingi mtu kuhifadhi baadia. Kama sikuswali hapa, nikifika nyumbani tu jambo la mwanzo msala nipate. Sijui kama Muislamu anachukua interest kama hiyo, sijui kama mtu anashughulika hivyo. Basi asiposhughulika hivyo, ile falah iliyowekwa na Mwenyezi Mungu katika aya la'allakum tuflihuna, ile falaha inaondoka, inafutwa. Anapimwa mtu, anatazama kwenye moyo wake kammeza vipi Mwenyezi Mungu, kwenye akili yake anamkumbuka vipi Mwenyezi Mungu, kwenye ulimi wake kuna rutuba gani ya Mwenyezi Mungu. Anatazama baada ya kutoka Ijumaa, akifika nyumbani anafanya nini. Pengine akifika tu CNN television, CNN anataka news za ulimwengu. Mwenyezi Mungu yuko nyuma sasa. Hakuna baadia ya Ijumaa wala kitu gani, na msikitini hakuiswali ile baadia, kagafilika, kazungumza na huyu na huyu na huyu na huyu, katoka, kufika nyumbani kafikia mengine kabisa. Kufika nyumbani kuna msururu wa magazeti unamgoja, kila heading inatazama pale inamvutia, hamna tena baada ya Ijumaa. Imewekwa falah kwa jambo moja muhimu sana, wadhkurullaha kathiran, siku ya Ijumaa. Fa idha qudhiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah lakini wadhkurullaha kathira. Imeondoshwa kutwa ile nzima mbaki pala pamoja, lakini ruksa, tapanyikeni
kwa hakika mwatakiwa kwa siku ile angalau wadhkurullaha kathiran, muwe mnamtaja Mwenyezi Mungu na mnamkumbuka Mwenyezi Mungu kathiran, kwa wingi, sio kidogo kidogo, kwa wingi sana sana sana. Na ukifanya hivyo ndiyo laalla, walaalla min Allahi wajibun. Mwenyezi Mungu hana laalla, hana labda, hana huenda ikawa. Mwenyezi Mungu anapoamua jambo ndio limeshakuwa tu. La'allakum tuflihuna, ikitoka kwa Mwenyezi Mungu ndio imekuwa hivyo, ni kwamba mtafanikiwa, mtaweza kutatua migogoro yenu, matatizo yenu. Kuna umasikini, kuna maradhi, kuna kukwama katika safari, kuna kila kitu kilichokutinga. Kwa hakika jaribu kuweka dhikri siku ya Ijumaa mpaka jua lichwe, hususan baada ya sala la asiri, kakitako pahala. Kwani katika ile saa iliyofichwa ya Ijumaa ambayo haitomwafikia mja anaomba haja yake ila Mwenyezi Mungu atamjibu, kauli ambayo ni arjah imetajwa kuliko kauli 40, lakini kuna kitu ambacho arjah chenye nguvu zaidi ndani yake. Mna kauli ya Mtume humo, ni ma baina al-asr ila ghurubi shamsi, wakati wenyewe ni kitambo kile baina ya baada sala al-asiri ila ghurubi shamsi, mpaka jua kuzama. Pale unajikusanya na Qur'ani tu, ulimi wako Mwenyezi Mungu tu, na maombi yako unakusudia Mwenyezi Mungu sasa kwamba nitanasa sasa kwenye time ile ambayo haja yangu itakwenda leo, kikosa kile wiki ijayo. Namna hivi ndivyo unavyokuwa, akili yako yote imeshughulika na siku ya Ijumaa na matukufu yaliyotajwa ndani ya siku ya Ijumaa. Kwa bahati mbaya watu likatokea jambo dogo tu la harusi, walima, watu ndo sala miongoni mwao wale waliojizoweza na misikiti katika siku za kawaida hawatoki misikitini. Mahudhurio yao katika wiki nzima, wallahi hakuna swala ya kipindi chochote ambacho wewe kama utakuwa ni imamu ukitoa salamu kama utamkosa mtu, ukitoa tu fulani yuko nyuma yako au kulani kwako. Lakini siku ya Ijumaa shetani amezaini katika nafsi za watu, ndio siku ambayo mtu kaidharau. Utawakuta manhum min autadil masajid, ni wale ambao wamejizoweza sana misikitini, walakin ghalabat alaihimul aada, imewazidi wao dasturi ya mila iliyopo duniani ya kwamba ikitokezea jambo kama harusi vile na hivi Ijumaa ya kwa basi tena. Fa ila ulaika almutahawinina, basi ujumbe unaelekezwa kwa hao wenye kudharau, wenye kudhalilisha, wenye kufanya uzembe. Wa ila ulaika alladhina, na ujumbe huu unaelekezwa vile vile kwa wale ambao fatanatuhumu dunia, imewafitini wao dunia, imewafitini dunia kuwaachisha jambo kubwa. Dunia imewafitini kwa kuwaachisha jambo zito sana. Fatanatuhumu dunia bizinatiha, imewafitini dunia kwa mapambo yake hawezi kuyakosa, matumizi yake hawezi kuyakosa, basi wameghafilika na jambo lilokuwa bora sana kwao. Wa raunukiha, na mambo yake ya mapato na mambo yake ya starehe, imekuwa wao dunia imewafitini hivyo. Mithlu almuqimina, mfano wa watu hawa ni mfano wa watu wanaoishi fi biladi al-kufri, katika miji ya ukafiri. Maana kuna miji ya ukafiri special, hakuna Uislamu huko. Mfano kama Muislamu anaishi katika miji ya ukafiri, kenda katika haja, pengine anasoma kule. Almutahawinina fi iqamati salati Jumaa, ambao sasa na wao shakumbwa na ukafiri ule, wamedhalilisha kila kitu. Nguruwe analiwa, ulevi unanywewa, siku mbili tena Ijumaa. Ijumaa ndo kabisa haipo, haitajwi kabisa. Watu wakapirika tu, wanafanya kazi tu, tutamaisha tu watu basi. Mina talabati, kuanzia wanafunzi almuslimina wa Kiislamu, alladhina, wanafunzi ambao yadhurusuna hunaka, wanasoma huko, wa ghairihim, na wengineo. Hao ndo kabisa kitu kama Ijumaa hakuna kwao. Labda wapatikane watu kidogo wametoka makwao, wana msingi mzuri, wana dini nzuri,
wakifika popote pale hawababaishwi. Pale pale university wakifika watakiweka kikundi pale cha umoja wao wa Kiislamu pale, na watadai pale, mbona manaswara wana kanisa hapa, mbona nani ana hivi hapa, mbona nani, na sisi tunataka msikiti wetu hapa kwa mdogo. Wanadai, na haki hiyo wanayo wanafunzi. Wakishapata wanahuisha angalau swala ya Ijumaa, angalau panaadhiniwa pale, panasikika na adhana. Na jambo kishalianzisha tu, basi Mwenyezi Mungu ameweka kwenye imani, ameweka kwenye nyoyo za Waislamu. Ukishaanzisha tu kike kwa kiume, utaona ala, kumbe tupo wengi katika boundary hii ya university, kumbe tuko wengi sana. Ukishaanzisha tu, kauli kitoka tu Allahu Akbar, basi tayari wanamiminika. Lakini hatari yake ni kwamba kwenye miji ya ukafiri ndio kuna mambo huko. Waislamu wako huko, wanasoma huko, na akirejea hapa hata mkewe anataka asivae buibui. Ya Rabbi, mkewe anataka hataki kumuona na buibui, kwa sababu amekushafitiniwa na nchi za kikafiri. Basi yadrusuna hunaka, wanafunzi ambao husoma huko, wa ghairihim na wengineo. Wandur, na angalia, fi wujubi iqamatihim li salati aljumaa, katika wajibu wa kusimamisha kwao sala ya Ijumaa. Angalia jambo hili katika silsilati dhaifa iliyoandikwa na Muhammad Nasruddin Al-Albani, utaona mengi kaeleza humo. Fa ila ulaika almutahawinina, basi kwenda ujumbe huu kwa hao wenye kudharau. Wa ila ulaika alladhina fatanathum dunya, na ujumbe huu vile vile kwa wale ambao imewafitini dunia, bizinatiha wa raunukiha, kwa mapambo yake na starehe zake. Wa ruziku hadhan, na kwa bahati wakaruzukiwa hadhi, sehemu maalum, min almali, kuanzia mali, au aljahi, au wengine wakaruzukiwa jaha, kipaji. Ujumbe huu anasema kwenye kitabu, nahdi hadhihi nasihata athaminata, tutoa hidayah nahdi, tuatoa kama ni hidayah, hadhihi nasiha, nasaha hii tuwapelekea, athamina, nasaha yenye thamani sana. Ni kwamba tunawazindua wameliacha jambo kubwa sana la dini yao. Alipokuwa hapa pengine alikuwa mzuri sana kijana, lakini sasa yuko London, lakini sasa yuko Amerika. Kule kwa hakika culture yake charidika. Akizungumza na wewe sasa kwenye simu, lafzi yake sasa anatumia lafzi ya kishenzi, ya kijinga jinga, broken ya Kimarekani, mbaya sana anaitumia. Unahisi rafiki yangu kishangamia, vile anavyozungumza tu kishangamia. Lakini katika walionusurika bado mpaka sasa, miongoni mwao jana usiku wa manane kanipigia simu ndugu yetu mmoja, mwenzetu wa mtaani hapa maarufu. Mwezi wa Ramadhani kaniletea dola za Kimarekani kadha, kanambia mchango wangu usije kusahauni bado, kwa sababu nilipotaka safari nilikwambieni niombeeni dua, mkaniombea na ikafanikiwa kweli. Mwezi wa Ramadhani akanipa dola kadhaa, kanambia hizi zinatoa kwa ajili ya mchango wangu kwa msikiti, nisalimie sana jamaa. Na halafu kila wakati ananiambia niombeeni dua zaidi, kama nitafanikiwa nitafanya makubwa zaidi, roho yangu yote iko huko mimi na mpuzi mtupu tuku, napigania maisha tuku, bado shetani kabisa hajanimudu, na sijui kama atanimudu. Huwezi kumfikiria wallahi. Yeye ni kijana kwa jina anaitwa Muhammad Suleiman. Kwa wale wachezaji wa mpira wanamfahamu kwa jina la utani, wanamuita Memi. Nimezungumza naye tena jana usiku wa manane. Kule kwao inakuwa labda ndo kama saa 2 usiku. Usiku wa manane simu imeita mpaka shtuka saa kiasi. Alikuwa ni yeye kumbe. Ananiambia usinisahau kesho Ijumaa vile vile kwa dua. Nimo kwenye struggle na roho yangu yote iko huko. Hasa kila wakati ninakuwa niko msikitini, na ikifika Ijumaa huwa mimi napata taabu kwamba niko huko nimelazimika tu, lakini roho yangu iko pale. Yeye kwa hakika kila siku nazungumza naye, kila mara roho yake iko hapa tu, na anasema nikifanikiwa zaidi basi jue na mimi vile vile nitakukubali zaidi, kwa sababu naamini dua zenu zimenifikisha hapa. Alhamdulillah, si haba.
lakini wengi wengine hata salamu zao hupati tena, na wakikanyaga watu miji kama hiyo wanasema kwamba pepo si ndio hii bwana. Tunadanganywa kule, wewe hata hivyo mtu akanyage maisha kama haya, hii ndio pepo yenyewe jamaa. Tutafika hapa kuswali 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 kuswali, nini kuswali? Wanaachilia mbali kabisa watu, humfikirii mtu kabisa. Na pengine hapa katika front line nilikuwa naye hapa, mwenye kutamka maneno kama hayo pengine ilikuwa mbele, nikizungumza nikitoa mate anamrukia yeye mwanzo. Tumombe Mwenyezi Mungu asizipotoshe